Nakuru, ambapo mahakama ya wafanyikazi huko Nakuru imeagiza kampuni ya Finlays Flower Farm kutofunga mashamba yao. Kampuni hiyo ya Finlay ilikuwa imetangaza kwamba watafunga mashamba yao kadhaa ya maua kufikia mwezi Desemba. Joan Leting yuko huko na anazungumza na wakili wa wafanyikazi hao. Kwa hivyo wacha tuvuke kule tuangalie masuala haya. Tunavyojua ni kwamba maua huleta mandhari ya kuvutia na kadhalika, lakini karibu kitumbua hiki kiingie mchanga kwa wafanyikazi. Inaonekana kuna afueni. Joan, hebu tujuze mengi zaidi kuhusiana na hali hii mpya pale Finlay. Hali ni shwari katika maeneo haya ya Nakuru, na kama wale wanaofanya kazi katika mashamba yale waliposikia kwamba koti imeweza kuagiza kuwa mashamba yale asiweze kufungwa, wameweza kufurahi sana. Na hivi sasa najiunga na mwakilishi ambaye anatoka kwenye ile union ya Kenya Plantation and Agriculture Workers Union, ambaye ataweza kutueleza zaidi kuhusu hili. Asante kwa kujiunga nasi. Labda utueleze kuhusu kesi hii zaidi. Naam, kwanza namsalimu kakangu Loft Matambo akiwa pale studio. Kwa majina, mimi naitwa Imeagiza, ni katibu msaidizi wa chama cha Kenya Plantation and Agriculture Workers Union, ambaye katibu mkuu wake ni daktari ndugu Francis Atwoli. Na leo hii tumekwepo hapa kotini, koti ya viwanda ya wafanyikazi, kuhusu kesi ambayo iliwasilishwa na chama cha wafanyikazi kupinga ile hatua iliyochukuliwa na kampuni ya Finlay Flowers kufunga ile kampuni kufikia tarehe 25 Desemba mwaka huu. Sisi tunapinga kufunga huku kwa sababu sio hatua ambayo imechukuliwa kihalali. Ina mambo chini yake, chini ya mkeka. Kwanza, kufunga kwa kampuni hii ni njia moja ama ni nyingine kuinyima nchi yetu ya Kenya kutoa ushuru. Wawekezaji wa Finlay Flowers wanainyima nchi hii ushuru, na kwa kuwa serikali imekuwa ikiwafuatilia, ndio wameamua kuweza kuifunga hii kampuni kwa mara moja. Pili, ni kuwanyima wafanyikazi haki zao za kimsingi, mfano mshahara, kama mfano leave na nini. Maanake tumekuwa kwa muda mrefu tukiwashinikiza hawa wawekezaji wa Finlay Flowers waongeze mshahara kwa wafanyikazi tangu mwaka 2014, na mpaka hivi sasa hatujaafikiana, ambapo tuko na kesi katika koti ya rufaa. Kwa hizi mienendo ya wakurugenzi wa Finlay Flowers kuifunga kampuni ni kuwanyima wafanyikazi haki zao za kimsingi na kuinyima nchi yetu haki ya mapato ya ushuru. Na tungependa pia kuiomba serikali kuichunguza na kuchukua hatua kwa wawekezaji kama hawa Finlay Flowers ambao wataamka leo wasema wanafuata sheria na kuamua kufunga. Wamekuwa wakifanya biashara kwa kawaida, tumekuwa tukifanya kazi masaa 8 kila siku tukitimiza wajibu wetu kama wafanyikazi. Kwa hivyo hizi hatua ni hatua ambao sisi kwa lugha ya Kimombo tunasema unfair labor practices katika nchi hii. Labda makata haya ya koti inamaanisha nini kwa wafanyikazi wa Finlays? Makata haya ya koti inamaanisha kuwa kwa hivi sasa kampuni ya Finlay Flowers imezuiliwa kuifunga ile kampuni kufikia tarehe ile waliokuwa wametoa matangazo kutokana na barua yao tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka huu, kuwa ikifika tarehe 25 Desemba mwaka huu watazifunga zile shamba mbili. Kwa hivyo hii makata ya koti imeisitisha ile hatua hadi vilio vyetu sisi kama wafanyikazi. Ya kwanza, kuwa sisi tunadai haki yetu kama wafanyikazi, nyongeza ya mishahara. Kwa ule muda ambao tumefanya miaka 6 hatujapata nyongeza ya mishahara. Hiyo haki yetu iweze kusikizwa, tupate mwelekeo, ndipo labda koti ikisema wanaweza kuendelea, basi endelee. Kwa hivyo wafanyikazi tunashukuru nchi yetu, koti yetu ya viwanda kuweza kuingilia kati baina yetu sisi na Finlay Flowers.
Asante sana. Lofty, kama ulivyosikia ni kuwa wafanyikazi wataendelea tu kufanya kazi katika kampuni ile ya Finlays Flower Farms huko Kericho, na tutaendelea tu kusikiza kesi hii na kukuletea yanayojiri. Kwako studio Lofty. Naam, shukran sana Joan. Bila shaka juhudi zile za kumtoa mdudu kwenye yale maua ili wafanyikazi wapate afueni, lakini wakurugenzi wanasemaje wakilazimishwa kuendelea na kampuni wenyewe wanataka kuifunga? Mengi zaidi Joan atakuwa anatujuza kwenye mifumuko